wa maeneo haya kwa ajili ya kupanua udahili. Na mwaka huo huo walianza kuweka wanafunzi huku kwa ajili ya kuongeza udahili. Sasa niseme tumejitahidi kutunza sana vivutio vilivyoachwa na wapigania uhuru wa ANC. Kama tutakavyoona, ndugu zangu niwaambie, mkitaka kufaidi sana historia hii, mnatakiwa mtenge nafasi mje ili mtembeze muone maeneo ya historia ya eneo hili. Kuisikiliza tu historia bila kuona hautaweza kupata faida sana, lakini ukitembea ukiona utapata kitu kikubwa sana. Kwa hiyo walioondoka waliacha kitu gani? Majengo mengi mnayoyaona yaliachwa na ANC. Tunachofanya ni kuya-maintain, ni kuyakarabati, kuhakikisha kwamba yanabakia kwenye uhalisia wake, lakini hayaharibiki sana. Tumeongeza tu jengo la maktaba pamoja na maabara ya sayansi kwa ajili tuliongeza udahili wa walimu wa sayansi, na kwa hiyo tukahitaji kuongeza maeneo hayo. Sasa hivi tumeona pia kuna majengo yanajengwa makubwa, ni madarasa ya kufundishia na mabweni ya wanafunzi, ndio majengo pekee yaliyoongezwa. Mengine yaliachwa. Labda niyataje kwa haraka walioacha. Waliacha madarasa 24, waliacha computer labs 4, waliacha maabara za sayansi 6, waliacha maktaba 1 iliyokuwa inaitwa kwa jina la Ruth First, ni mpigania uhuru huyu. Waliacha shule moja ya msingi ambayo wanafunzi wake wako hapa, Chief Albert Lutuli. Waliacha holi moja hili ambalo hili holi linaitwa Nelson Mandela Freedom Square. Hili holi lilikuwa ni la mkakati wakati wakiwa wana mikutano inayokutanisha Dakawa na hapa Mazimbu, walikuwa wanakutana kwenye holi hili. Holi hili waliliacha likiwa hivi, isipokuwa chini kulikuwa ni udongo. Kwa hiyo sisi tulichofanya ni kuweka concrete na kuendelea kupaint kuhakikisha kwamba inaendelea kubaki sawa. Lakini ukiacha hivi vitu vya kutolea elimu, waliacha pia vitu vya jamii. Waliacha hostels 7. Katika hizo 7, hosteli 6 zinaanzia unit 1 mpaka 6 zilipanga hivi. Na hiyo ya 7 ni Tabora, ambayo zamani wakati wa wapigania uhuru ilikuwa inatumika kama maternity ward. Kwa hiyo hizo zilikuwa zina majina ya wapigania uhuru mashuhuri, na wao wakija hapa usipoyataja hayo wanaona kama haujaweka historia vizuri. Kwa hiyo kuna unit 1 Govan Mbeki, unit 2 JD Max, unit 3 Lilian Ngoi, unit 4 Yusuf Dadu, unit 5 Moses Kotane, na unit 6 ni Bram Fisher. Wote hao ni wapigania uhuru mashuhuri, na hayo maeneo yalipewa majina hayo. Lakini pia waliacha hospitali. Hii ni muhimu sana, hii hospitali. Ndugu zangu, kama tungekuwa tunaenda katika wale wapigania uhuru wakija hapa, au viongozi wote wa Afrika ya Kusini, marais nani wakija, sehemu ya muhimu kuliko zote inaitwa Heroes Square kwenye makaburi yao. Na kuna makaburi 97. Katika hayo 97, makaburi mawili yalifukuliwa yakarudishwa nyumbani. Kwa hiyo makaburi 95 yako intact. Sasa katika maeneo hayo, hilo eneo la makaburi ndio eneo ambalo wao wanajali zaidi. Lakini tukienda huko tungeona watu waliokuwa wanakufa sana ni watoto chini ya miaka 5. Kwa nini? Kwa sababu ya malaria. Wengi wanajua ni Afrika Kusini eneo kubwa, majimbo mengi ni temperate, yani ni kama Ulaya, ni baridi. Ni majimbo machache tu yako tropical. Kwa hiyo walipokuja hapa walisema
Tumekimbia kutoka kwa adui kaburu nyumbani, lakini tumemkuta adui mwingine ugenini ambaye ni malaria. Kwa hiyo malaria iliwafanya wakafa sana, na hiyo hospitali inaitwa Holland Solidarity Hospital iliwasaidia sana. Sasa niseme miundombinu hii ilijengwaje? Ndugu zangu, kuna charity dunia nzima ilikuwa ina sympathize na yale waliokuwa wanapitia Afrika Kusini, lakini tukipitia vitabu vya CCM kuna rekodi zimetunzwa za michango ya watu walichangia katika ujenzi wa majengo haya. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere na chama chake waliongoza Watanzania pia, pamoja na kuwapa eneo, lakini na kuwasaidia katika kupata michango ya kuweza kuwasaidia kwenye kuishi hapa. Ni utu wa namna gani ule? Ni utu wa hali ya juu sana. Mwalimu Nyerere alikuwa ni mtu wa pekee sana, na vitu hivi alivyovifanya ni vitu vya pekee mno. Lakini mwisho niseme kwamba waliacha vitu vya uzalishaji mali, waliacha kiwanda cha mbao kinaitwa Vuilsile Mill Furniture Factory. Kiwanda hiki kilitoa furniture. Ingekuwa tunazunguka, mimi ningewaonyesha meza yangu ninayotumia toka nilivyoajiriwa hapa, na karibia kustaafu usinione hivi, lakini ile meza hata wajukuu zangu watatumia na wataiacha, bado iko kama mpya leo, ilitengenezwa kiwandani. Ile Vuilsile Mill Furniture Factory ilishinda shindano Ujerumani miaka ya 86 kwa furniture zilizo bora. Lakini pia waliacha shamba, farm ile ilikuwa mechanized, ilikuwa ni farm ambayo ilikuwa inalisha watu wote waliokuwa wanakaa huku, lakini pia walikuwa wanauza ziada nje. Lakini kitu kingine ambacho sikusema, waliacha nyumba za wafanyakazi, nyumba 162. Kwa hiyo ni vitu vingi sana ambavyo vilifanyika, na kwa hivi vyote wale wa Afrika ya Kusini wakija hapa wanakaribia kulia machozi kwa huo uungwana waliofanyiwa na Mwalimu Nyerere na Watanzania. Kwa hiyo haya ya Mwalimu Nyerere na Watanzania kwa wenzetu kupigania kutafuta uhuru yapo wazi kabisa, na juhudi za Mwalimu Nyerere ziko wazi kabisa. Kwa ajili ya muda nafikiri ningeweza nikaeleza mengi sana, naona niishie hapa.